Hujambo ndugu mtazamaji, karibuni katika session yetu ya Cambridge. Jina langu ni Suzy Kunani Yego. Naye mwenzangu kwenye studio zetu atajitambulisha. Karibu sana ndugu. Naam, hujambo mtazamaji. Jina langu ni Isaac Njenga, mwalimu wa somo la Kiswahili na somo la jamii. Asante sana. Mada yetu ya leo itazungumzia kuhusu haki za mtoto. Tunazo haki tofauti ambazo wakati mwingine zinakiukwa. Haki ambayo nitazungumzia mwanzo ni haki ya afya. Mtoto ana ile haki ya kupata afya. Ana ile haki ya kupelekwa hospitalini ingawa pengine anaweza kuwa ni mgonjwa, ana ile haki. Na haki nyingine pia ni haki ya elimu. Mtoto yote yule anapaswa kupelekwa shuleni, akasome, ana haki. Elimu ni haki yake. Mbali na kuwa na haki ya elimu, mtoto pia ana haki ya kujieleza. Kamruhusu yule mtoto akajieleze. Huenda ana mambo fulani ambayo pia yanamsumbua, ama ana jambo ambalo linaweza kutusaidia. Kwa hivyo haki za mwanafunzi ama haki za yule mtoto zinapaswa kusikika. Bwana Njenga, sijui ni haki zipi zingine pengine unaweza zielewa ambazo pengine ni lazima mtoto aruhusiwe. Naam, mtoto ana haki tofauti ikiwemo haki yake ya kuishi. Ikumbukwe ya kwamba baada ya mtoto kuzaliwa amekuja katika dunia na hivyo lazima aweze kulelewa vizuri. Hivyo mtoto huyu ana haki ambayo inamfanya yeye kuishi na watu aliolelewa na wao. Hivyo ni vyema wazazi waweze kumpa mahali pazuri pa kuishi. Pia tuna haki ya malazi ambapo tunapata ya kwamba ni vyema wazazi kuwapa watoto pahali pema pa kukaa. Iwe pahali pa kulala ama pahali anapochezea, mazingira yake yawe safi na aweze kutangamana na watu kwa urahisi. Asante sana. Unaposema kwamba haki ya malazi, unaona kwamba ya makazi, kuna watoto ambao wa mitaani. Unaona kwamba wakati mwingi unapata wao mahali pa kulala ni pabaya. Unapata pengine kwenye wanajipata kwenye pengine mapango, wakati mwingine pengine chini ya mti. Unaona kwamba sehemu kama hizo wakati mwingi zinawapa shida sana. Unapata kwamba pengine wao wanapata magonjwa. Wakati mwingine wanapigwa kwa sababu hawana mahali pa kulala pazuri. Alafu pia unaona kwamba hawa watoto wetu ambao wanapatikana kwenye mitaa, utapata kwamba hata ile haki ya afya, haki ya chakula ni vigumu sana. Ndipo sasa unapata wao wanaenda kupatafuta chakula kwenye mapipa. Na sisi tupo tu. Tuna uwezo, unapata kuna mtu ana uwezo. Na wale ambao wana uwezo, watoto kama hawa mkiwapata ama kule nyumbani kwenye pengine vijiji, kawashughulikie ili wao pia wanapokuwa wawe kama watoto wa kawaida. Mbali na zile haki za mtoto, utaona pia kuna mtu mmoja ambaye tumemsahau sana. Mtoto aliye na ulemavu. Mtoto aliye na ulemavu pia ana haki zake. Naam, kweli. Ana haki zake. Na tuangazia ulemavu tofauti. Kuna ulemavu ambao unakuja pengine inakuwa vigumu sana mtoto fulani pengine kuona. Haswa ule ulemavu ambao unasababisha macho pengine asiweze kuona. Nasema hivi kwa sababu ni haki ya huyu mtoto. Ni mlemavu ndio. Ulemavu kutoona haoni, lakini ana haki yake kumpeleka shule, ana haki pia kwa matibabu, ana haki kwa mchezo. Kwa mfano nasema hivyo kwa sababu kama kuna profesa aliruhusu nimtaje, Profesa Alice Yungu wa chuo kikuu cha Moi. Yeye ni mlemavu, ni kipofu, haoni. Lakini unaona kwamba alipopewa zile haki zake katika jamii, aliweza kusoma, akafika mahali alipo sasa tunamuita profesa. Ni mzuri sana, anatufunza, amekuwa mwalimu wangu. Kwa hivyo utaona kwamba kuna ule ulemavu wa kutoona, kuna ulemavu pengine wa kutosikia, hasikii, kiziwi.
Tuna kwamba ana haki, naye pia ana haki, japo hasikii, lakini kuna namna ya kumpa haki zake, hasa za kwenda shuleni. Haki zingine pengine za kumsikiza, ndiyo kuna mbinu ambazo ni za kutumika tuweze kumuelewa. Bwana Njenga, pia unaweza kutajia pia ulemavu mwingine kwa mtoto? Naam, asante Bi Suzy. Kwanza kuna kama ulivyotaja, kuna baadhi ya walemavu ambao wanajizatiti sana katika kazi zao za kila siku. Hivyo baadhi ya walemavu hawa kuna vigugumizi ambao labda wanachukua muda kuzungumza. Kabisa. Hivyo ni vyema wakati unapoongea na wao, si vyema kuwakatiza katika mazungumzo. Kabisa. Ni vyema basi uweze kuwapa muda zaidi kuzungumza, iwe darasani ama hata nyumbani. Ikumbukwe haswa kwa walimu shuleni, ni vyema kumpa mwanafunzi ambaye ni kigugumizi wakati mwafaka wa kuzungumza. Usimkatishe kwa sababu ya muda. Naam. Kuna walemavu wengine kama viwete ambao hawawezi kutembea. Hivyo wana nafasi pia katika jamii, na jamii inapaswa kuwaelekeza. Mfano, wanapotangamana na marafiki zao, ni vyema wakati wanatumia viti vile vya magurudumu ili wasiweze kuchoka kujisukuma. Wale marafiki wao wanafaa kuwasukuma. Na pia darasani, tukizungumzia hapa mandhari ya darasani, tunasema kuwa mwalimu ni vyema uweze kumweka mwanafunzi huyu ambaye ana ulemavu, yani ama kiwete, uweze kumweka mbele ya wengine, ili wakati wa kutoka nje awe wa kwanza kutoka, ili kutofanya watoto wengine kumuumiza. Na hivyo basi ni vyema pia mwalimu uweze kuwashirikisha wanafunzi wenzako, waweze kumkubali mwanafunzi yule. Asante. Mwalimu, umeguzia kuhusu ulemavu wa viungo. Kwa sababu hapo utapata pengine kuna mwingine kutembea ni shida, kuna mwingine alipozaliwa hana mikono, pengine anatumia miguu yake kama bado inatumika kama mikono na bado ni miguu. Kwa hivyo kwamba utaona mtoto kama huyu, jamii inatakana pia imshughulikie, walezi, wazazi wake, na pia shuleni. Utaona kwamba pia kuna ulemavu mwingine tuseme wa kifafa, wenyewe wanaoita epilepsy. Pia hii ni sehemu ambayo pia inatakana si ati pengine amekuwa amerogwa. Wengine wanadhani kwamba pengine mtu akiwa na kifafa huenda ni laana, ama pengine amerogwa, ama pengine kuna kitu fulani tu katika jamii. Hapana. Haya mambo yapo. Kwa hivyo pia naye anapaswa kupata ile haki yake kimaisha. Mbali na pengine kifafa, pia kuna yale magonjwa mengine ambayo yapo tu, kama kuna magonjwa, tuseme mtoto ambaye ako na ugonjwa kama ukimwi, huyo pia tunamweka katika hiyo daraja ya ulemavu. Na pia yeye ana ile haki, kama mtu yule anahitaji hizo haki zake, apewe haki zake, aruhusiwe. Kama ni kucheza, kwenda shuleni, hospitalini, pia kupewa ile haki yake ya kuishi. Pia asiwawe, asipigwe, ana ile haki. Japo yeye pia ana ule ugonjwa, lakini apewe haki zake. Hivyo pia utaweza kuona kwamba kuna wale watoto ambao ni walemavu, ambao wana ulemavu ambao uko mwingi, pengine ana ulemavu wa pengine hasikii. Utapata pia kama hasikii, pia anaweza kuwa pia amelemaa viungo vya mwili. Huenda asiwe anasikia, na pia pengine ni kiwete. Unaona? Pia huyo mtoto katika jamii ni wa muhimu sana, apewe haki zake. Kuna pengine viziwi pia wako pale. Kuna wale ambao tunawaita pengine ulemavu wa tawahudi. Tawahudi ambao tunawaita wenyewe wa kizungu wanasema ni autism. Huyo mtoto pia ana haki zake. Ile mtu yote mlemavu ana haki zake katika jamii. Na pia tunaweza kuzungumzia pia changamoto. Kuna changamoto ambazo hawa watoto ambao wana ulemavu hupitia.
Wakati mwingine kidogo wao wanabaguliwa katika jamii, haoni kama wako sawa. Na wakati mwingine pia unaona kwamba changamoto zingine kwamba pengine miundo mbinu ambayo si rafiki. Anaweza kuwa pengine ako shuleni, ana kile kifaa, ana kile kiti chake cha magurudumu. Kwenda katika darasa ulivyosema inakuwa vigumu. Kwa hivyo hizo ni changamoto. Na pengine anaweza kuwa anatoka nyumbani, akienda kanisani ama anaenda shuleni. Utaona kwamba barabara nyingine pia si nzuri. Hazitamruhusu yeye kufika mahali ambapo anatakikana kwa wakati unaofaa. Anafika pale kwa ugumu mwingi sana. Kuna changamoto zingine pia unaona kwamba walimu. Wale walimu wataalamu. Wale wataalamu ambao wanaweza kushughulikia hawa watoto ambao walio na ulemavu, utapata kwamba wenyewe wanaoita kwamba walimu wa SNE. Tunaona kwamba walimu wengi hawajapata mafunzo ambayo yanaweza kushughulikia hawa watoto. Japo pia tumesema kwamba tuna ile wanayoita inclusive education, yani elimu jumuishi. Elimu jumuishi ni ile ambayo kwamba mtoto aliye mlemavu pia anaweza kusoma na watu wengine ambao hawana ule ulemavu. Ndiyo, hii sehemu ipo, lakini unaona kwamba walimu wengi hawajapata mafunzo ya kuwasaidia jinsi ya kushughulikia hawa watoto wakiwa wote darasani. Wao walemavu, wale ambao hawana ulemavu. Na pia tunaona kwamba pia kuna hao wataalamu wa lugha, wanasema speech therapist. Tunaona kwamba hao pia ni changamoto, hatuna hawa watu kwa wingi. Kwa hivyo kwamba unaona kwamba mtu anataka kujieleza lakini inakuwa vigumu kuzungumza, inakuwa vigumu. Sijui pia mwalimu, tunapoongea sijui unaona pia changamoto nyingine ni zipi ambazo zinawakumba hawa watoto ambao walio na ulemavu. Huyu mtoto ambaye aliye na ulemavu. Naam, mtoto aliye na ulemavu amekuwa na changamoto nyingi sana kwa sababu imekuwa vigumu sana kutangamana na watu ambao hawana ulemavu. Jamii inamuona tofauti na hivyo tunapata ya kwamba ni vizuri kuepuka changamoto hizi na mzazi ama mwalimu. Ni vyema wakati watoto wengine wanacheza, mjumuishe mtoto huyu, mwezeshe aweze kufanya mazoezi ya viungo vyake vya mwili. Kumbuka anapofanya mazoezi ya viungo vya mwili itamwezesha kujifanyia shughuli kadha wa kadha. Mfano, kuna mtoto ambaye labda hawezi jilisha, lakini ukimzoesha wakati wengine wanapocheza, ingawa yeye hata cheza ule mchezo ambao wengine wanaucheza kwa kiasi kikubwa, mfanye tu akue akifanya mazoezi. Hivyo ataweza kuanza kujilisha, labda ataweza kuanza kujitoa kamasi, na hivyo ataanza kujihisi kama mojawapo ya wanajamii. Asante sana. Unaona kwamba kuna changamoto zingine kwamba hawa watoto kwa sababu hawezi kujieleza, unapata wengine wanapata shida. Unapata wengine wanahusishwa kama mengine kama pengine kingono kwa sababu hawezi akatembea, hawezi akajieleza. Unapata kwamba kidogo tunawakosea hawa. Hizo changamoto wakosea. Alafu pia unaona kwamba pia watu katika jamii kidogo wanapowapagua hivi kidogo, unaona wanawapa majina na haya majina muite kama yeye ni kiwete lakini ana jina lake, ana haki ya kupewa jina. Muite kama ni Peter Kiprop, muite Peter Kiprop, si kumwambia yule kiwete. Na kama haujui jina lake, kamuite tu ndugu. Ama kwa mfano kama mimi sasa kwa mdogo wangu nitamwita kijana wangu, njoo nieleze jina, unaitwa nani? Unaona? Hii tabia watu pengine kutumia majina mengine ambayo hayafai, si vizuri sana. Alafu pia nataka pia naona nimekuwa nikitembea katika sehemu ya Kapseret, shule fulani kwa sababu kuna zile wanaziita units zile za watoto walemavu. Nikaenda kidogo kunaitwa Kipkenyo, nikatoka Kipkenyo nikaenda kwingine Kimalel, nikawa pale Langas.
Niliona kwamba kuna sehemu fulani ambayo watoto ambao kama kuna watoto ambao pengine wana shida za viungo, wanakuwa na magari yao pengine ama viti vyao vya magurudumu. Nikaona kwamba shule ya msingi ya Langas kuna hizo sehemu. Hawa watoto wanaweza kutumia viti vyao vya magurudumu vizuri, waende darasani na watoke. Na nikauliza mbona ikawa hivi? Na nikaambiwa kwamba mbunge wa Kapsaret ambaye ni Bwana Oscar Sudi alichangia pakubwa sana akisha kwamba watoto wote wao ambao wana ulemavu na wale ambao hawana ulemavu waweze kupata nafasi nzuri ya kusoma pale. Kwa hivyo nasema heko kwa sababu nilipoenda kule nikaona kwamba wanafunzi ambao wana viti vya magurudumu hawana shida. Wanaenda vizuri sana. Na pia nikaona kwamba pia katika hii sehemu ya Cambridge pia nikaona kwamba ni vizuri iwapo tungekuja na yule mwenzetu ambaye ana viti ana kiti cha magurudumu, naona kwamba ingekuwa rahisi sasa yeye kwa hata kuingia kwenye studio kwa sababu sehemu ni nzuri, angeingia na kiti chake vizuri na ingie kwenye studio. Kwa hivyo nasema kwamba hawa watoto wanapitia changamoto nyingi. Na pia tutakuwa karibia kumaliza, pengine utaeleza watu vipi kwa sababu hawa watu wako nyumbani. No. Pengine utaeleza wafanye vipi kwa sababu kama tuseme mzazi una mtoto, mimi ningesema kwamba mzazi kuwa na mtu ambaye ana ulemavu usimfiche. No. Asifichwe, atapata usaidizi. Asifichwe kabisa. Kwa sababu ukishamtoa kule nje, huenda akapata usaidizi kutoka pengine kwa viongozi katika jamii. Pia anaweza kupata usaidizi shuleni ama pia anaweza kupata usaidizi kwenye vituo vya afya. Bwana Njenga. Naam, jamii ni pahala ambapo mtoto anakuwa. Hivyo kama kabla yeye kuingia shuleni, kwanza anatangamana na jamii. Kumbuka kila asubuhi amkapo, lazima apatane na watu kwa barabara ili aweze kwenda shuleni. Kwa hivyo ni vyema jamii kuchukulia jambo hili kwa kina sana. Na ningeweza kusema ya kwamba nafurahi sana ninapoona ya kwamba kuna michezo ambayo imewekwa sasa hivi. Wale watoto walemavu wanaweza kupatana wenyewe alafu wanashiriki katika michezo. Kabisa. Hivyo heko kwa serikali ya Kenya na pia mfumo ambao tunasema ya kwamba umesema ya kwamba kuna special elimu jumuishi. Zile special units zinawafanya wengine. Ikumbukwe kitambo wakati mimi nilikuwa nasoma sikuwaiona jambo kama hilo. Kabisa. Kwa hivyo mimi nilikuwa najua mtoto mlemavu alipaswa tu kukaa nyumbani. Sasa ninapoingia shuleni alafu mtu wa kwanza kunisalimia ni mtoto mlemavu, basi najawa na bashasha sana. Na napata ya kwamba wanafunzi wengine wameweza kufurahishwa na jambo lile na kuwaona kama wenzao. Vizuri. Naam. Nakumbuka nilikuwa na binamu wangu wawili walikuwa na ulemavu wa ngozi. Mmoja alikuwa wa kiume na mwingine wa kike. Sasa ikawa unajua watu wanawachukulia ukiona yani kidogo, wengine wanawaogopa, wengine wanachukulia ni kama ni wale ngozi yao ni kama ni wale wazungu sijua kutoka katika pengine nchi nyingine ama kutoka sijui angani, wanaanguka tu kwenye ardhi. Kwa hivyo kuna siku moja watoto walikuwa wakija kwetu, walikuwa wakimetutembelea. Unaona huyo binamu wangu kwa sababu alikuwa na ulemavu wa ngozi. Unajua ukimwangalia kama hujaona nywele unajua yeye ni mzungu. Sasa wangekuja kidogo nasikia wanajaribu kumguza. Waone kweli ni mzungu. Wanajaribu kuongea na wanaona anaongea lugha ya mama tu ya kawaida. Wanashangaa. Kidogo wengine walikuwa wanamuogopa. Akitaka kuwasalimu wanafanya nini? Wanamuogopa. Kwa hivyo ni vizuri jamii ielimishwe kuhusu watoto ambao walio na ulemavu. Kwa hivyo tunasema kwamba mtazamaji wetu tunaweza kusema kwamba mtoto yote yule ana haki zake. Haki zake zilindwe. Na mtoto yule ambaye ni mlemavu pia ni kama mtu mwingine. Haki zake zikilindwa vizuri na apewe ule usaidizi, atakuwa mtu mzuri kama yeyote katika jamii. Na mwisho nataka kumpongeza Profesa Alice Yunguyungu ambaye amechukulia hili jambo vizuri katika chuo kikuu cha Moi, na pia kuna Profesa Ann Kisilu ambaye anashughulikia hii sehemu ya
elimu jumuishi ambaye anahakikisha kwamba mwalimu yote ambaye anaingia katika chuo kikuu mwaka wake wa kwanza lazima apitie hii sehemu ya elimu jumuishi, kwa sababu anajua kwamba akienda nje atapata wanafunzi ambao walio na ulemavu na ambao hawana ulemavu. Alafu mwisho Daktari Jane Mwonga ambaye pia anajishughulisha na mambo ya muziki, pia anahakikisha kwamba hawa watoto, muziki huo pia unaweza kuwasaidia watoto walemavu katika wakiwa shuleni na pia katika maisha yao itaweza kuwasaidia. Mtazamaji, nasema asante sana, hadi wakati mwingine tutakapokutana juma lijalo kuhusu haki zaidi za mtoto wa kawaida na mtoto mlemavu. Asante sana.